Na mtazamaji wa Push Media, hatimaye leo nimekutana na mwanamke aliyezua taharuki hivi karibuni kama wiki moja nyuma ya kumpiga mumewe na kitu kizito mpaka kupoteza fahamu, kisa mechi ya Taifa Star. Push Media leo imekutana na mdada huyu ama mwanamke huyu wa watoto wawili. Bana, mambo vipi? Poa. Uko poa? Ndio, niko poa. Mbona kama uko happy? Hapana, na mimi ndivyo nilivyo tu. Okay. Bana, leo tunataka kujua, mtazamaji anataka kujua juu ya taharuki iliyozuka hapo nyuma ya kumpiga mumeo na kitu kizito mpaka akapoteza fahamu. Chanzo hasa ilikuwa ni nini? Kakaangu, mimi naomba tu matatu yaache. Kwa nini? Hapana, tuachane nayo tu yani. Mtazamaji wa Push Media leo anataka kujua, mara baada ya kufanya interview na mumeo, kuna vitu vingi sana alivieleza. Pengine kuna watu wanaweza kafikiri wewe ni mkorofi, kumbe sio mkorofi. Hebu tuweke wazi, chanzo ilikuwa ni nini? Anyway, tu niseme, ila chanzo kikubwa ni mpira. Ni mpira. Ni baada ya kusema kwamba kuna mechi nataka katazame, na mimi niliangalia kwa ni usiku sana, na aliniambia kwamba unaanza saa 6:30. Na mimi kawaida tu siamini masuala ya mpira. Mwanaume kila siku anakuwa ganda mpirani, wengine wanachukua kama vichaka hivyo, anaenda tu kwenye mambo yake. Hofu yako ilikuwa ni nini? Najua kila mmoja anaambiwa abiria chunga mzigo wako. Kwa mimi sikuamini kama anaenda mpirani saa 6:30, sikuamini. Kwa nikawa tu nimemwambia kwamba asiende. Sasa yeye akawa analazimisha kuondoka. Baada ya hapo kuna tafrani tu imetokea kidogo. Kuna neno moja ambalo niliongea, hata sikumbuki niliongea kitu gani ambacho kilimkela yeye, akawa amenipiga kofi. Na baada ya kunipiga mikofi nikapanic. Baada ya kupaniki, kuna kitu ambacho kilikuwepo hapo humo ndani ni kizito kidogo. Sasa mimi niliokota tu na kumpiga nacho kwa ajili tu ya kujiamini kama nimempiga nacho kichwani. Baada ya kuwa nimempiga, nikishangaa tu mtu anadondoka chini. Kaenda mzima. Alafu ukakimbia. Sasa unafikiri mimi ningefanya nini? Ulijua umeua? Nilitamaki tu nimebaha. Sijui kitu gani cha kufanya. Kiangalia mtu sijui ana hema au hemi, niliogopa sana. Kwa hiyo nikawa nimekimbia tu. Vizuri na nyumbani palikuwa ni karibu, kwa hiyo nimeenda nyumbani kwetu. Lakini pia ulikimbia na ukawa umeacha watoto wako wawili, kuna yule mdogo kabisa na mwingine pia. Hukuona kwamba wale watoto naweka katika mazingira magumu? Yani kusema ukweli, akili yangu ilikuwa imebaha. Yani sikuwa nimejua kama nifanye kitu gani kwa wakati huo. Mimi najiona tu hapa sasa hivi tu ni wakwenda gerezani. Kwa hiyo sikujua nifanye kitu gani. Yaani nilichokiona tu mimi ni kukimbia tu kwanza. Nilipofika nyumbani ndio nikaanza kukumbuka habari za mtoto na nini. Nilikosa nini cha kufanya. Lakini nilifurahi tu nilipokuja kusikia kwa alizinduka na akawa amepelekwa hospitali, alizindukia tu hospitali baada ya matibabu na kila kitu. Nashukuru tu kwamba angalau ni mzima. Mpaka sasa watoto bado wapo nyumbani kwa mume wako ama kwako, ama wapo kwenu watoto? Watoto ninaye mmoja, yule mdogo, maana yeye bado ni mdogo sana, bado ananyonya. Kwa hiyo wao baada ya kuwa wamempeleka, mashemeji zangu walipompeleka huyo hospitali, mmoja wifi yangu akawa amemleta huyo mtoto mmoja nyumbani kwa sababu yeye ni mdogo sana. Sasa tuwezi tukakaa naye huyu, na yule tayari yuko sawa, yuko hospitalini na ameshatibiwa. Kwa hiyo kana mtoto wako kwanza mpaka mtakapo yamaliza. Kwa mdogo niko naye. Na kwa nini mpaka sasa hujarudi nyumbani kwako? Nyumbani nitarudi kwa sababu wazazi wameshakutana wote pande zote mbili, wakayazungumza kwanza wao kama wao wameyaweka sawa. Na wao wameshanisihi tena, hususan nyumbani kwetu wameshanisihi kama nirudi nyumbani kwa mume wangu. Na yeye anavodai kwamba ameshanisamehe. Sema tu mimi ndo nilikuwa siamini kama nimesamehewa kweli ama la. Maana sije nikafika huko ndo kutanishwa na kipondo. Hapana. Lini sasa utarudi kwa mume wako? Siku gani? Nitarudi tu. Nitarudi muda wowote. Mimi nachokiomba tu labda anisamehe. Ashakusamehe?
ni sawa, lakini kuamini mtu tu kama amekusamea hivi tu yani ni ngumu sana kwa kile nilichokifanya, hata kama ingekuwa ni wewe. Lakini si wazazi wameshazungumza pande zote mbili? Ya, wao wameshazungumza na wameyamaliza, kwa hiyo nitarudi tu. Okay, lakini pia natamani siku moja tuwe pamoja, wewe, mumeo pamoja na mimi kwa pamoja. Unatamani hiyo siku itokee? Ya, natamani. Kwani sitamani? Unajua, na itakuwa ni nzuri sana kama watu watajua kama tumepatana tena na tuko pamoja. Maanake hiyo skendo ilitembea kwa kasi sana na ikaniletea ni vitu tofauti tu kichwani mwangu. Kwa hiyo itakapojulikana kama kwa sasa hivi tumesharudi na tuko sawa, itanitengenezea wepesi kidogo kwenye jamii. Jamani, mimi naomba tu yani msinielewe vibaya. Kwanza kwa sababu ni kitu ambacho kilitokea ghafla na sikutarajia kwa kitatokea. Ilikuwa ni bahati mbaya. Na naomba tu yani mzidi tu kuniombea msamaha kwa wale ambao labda wanakuta na like huko mnananilia ambao wanakutana naye labda. Naombeni tu msamaha. Natamani sana anisamee kutoka moyoni na mimi nirudi kwangu tena. Nampenda sana mume wangu.